Basi leo tumefika wakati nzuri ambao ni wakati wa kipindi ambacho nilikisema last week ya kwamba tumebarikiwa kuanza kipindi kingine. Tulimaliza kipindi cha last week ambacho kilikuwa kipindi cha toba. Kusema kweli, watoto wa Mungu walibarikiwa kila mahali walipokuwa wanatuangalia, kwenye YouTube, kwenye eneo yote, TikTok, wapi huko, Instagram, WhatsApp, Facebook, wanasema amena amena kwa Yesu Kristo. Unajua kanisa linapoongozwa, kanisa la huduma ya kinabii ni tofauti na kanisa zingine. Kanisa la huduma ya kinabii linaongozwa kwa mafunuo ya neno, kuleta neno kwa uhalisia. Basi leo tunaanza kipindi kizuri ambacho kina urefu kabisa, siwezi kusema mwisho, lakini kina urefu ambacho kitachukua muda mrefu kulingana vile kilivyo. Ni kipindi kinachoitwa kwa jina la kuja kwake Bwana wetu Yesu. Kuja kwake Bwana wetu Yesu. Kipindi hicho ndio tutakuwa tunakirane, tunakiongoza. Kipindi ni nini? Kipindi ni mafunuo, ni neno. Neno linaweza likaja, aweze ukalifundisha lote mara moja, si ndio hivyo? Ndio hapo unasema basi kwa sababu ni mwingi, basi tutalifundisha kwa vipindi, kwa siku tofauti. Sasa tufanye nini? Na jina lake ni kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, kulingana vile tutakapokuwa tunaongelea katika kipindi. Sasa katika kipindi hiki tunaongelea mambo mengi mazuri ambayo yatamwamsha mtu aliyelala na kumuongoza aliyekuwa katika safari. Tutaongelea juu ya hukumu ya Yesu Kristo, kuja kwa Yesu Kristo, kupelekwa kwa mwisho wa mwanadamu, mwisho wa mashetani wote, kunyakuliwa kwa kanisa, ziki kuu na mengine mengi ambayo tutayagusa. Lakini kikubwa ni kwamba tutagusa sana pia juu ya ndoa, tutagusa sana pia juu ya ziki, juu ya Mungu tunayemwabudu. Kwa maana kuna wanaoamini kuna miungu wanne, kuna wanaoamini kuna Mungu watatu, kuna wanaoamini kuna Mungu wawili, kuna wanaoamini katika Mungu mmoja. Yote sasa tutayaweka wazi katika kipindi hiki. Kwa hiyo yule ambaye anatuangalia achukue muda mzuri wa kuweza kutufuatilia katika online, pia apate kujua ni Mungu gani anayestahili kuabudiwa kati ya wanne au kati ya watatu ambao wanaabudu. Na leo sehemu yetu ya kwanza inaitwa hiyo kuja kwa Bwana Yesu. Kuja kwa Bwana Yesu ni sehemu ya kwanza ambayo itakuwa sehemu ya kwanza, iko na sehemu ya kwanza A na sehemu ya kwanza B. Kwa hiyo leo tutazungumzia sehemu ya kwanza A, alafu next week tutazungumzia sehemu ya kwanza B, ndivyo tutakavyokwenda. Kuna vingine vina sehemu ya kwanza, sehemu fulani A, B, C, D. Yaani ndio maana nilikwambia kwamba ni kirefu. Kwa hiyo tutachukua muda kama nilivyokuwa na muda kuandaa na kuyasoma mafundisho verses zote, na ndivyo wewe na wengine kule wapate kuwa na muda huu wa katika kujua yale ambayo Kristo amejifunua kwa watoto wake. Ni siku za mwisho, lazima neno liwekwe wazi kabisa. Yule atakayeweza kuchagua ajichagulie chakula kilichokuwa chema na kibora. Basi tufungue Biblia zetu ili tuingie katika eneo ya somo letu. Tufungue katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza hadi Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 3. Tayari? Inasema hivi: ikawa wanadamu walipoanza, Mwanzo 6 mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Ndio kipindi tunaanzia hapo. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao.
wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliochagua. Bwana Mungu akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Tunasoma hapo sote. Ndiyo kazi ya Yesu Kristo, ndiyo Mungu aliyesema. Unajua wakati miaka iliyopita huko nyuma huko, kuna kama uliwahi kununua ama kusoma kile kitabu kinachoitwa Hadithi ya Biblia ama Hadithi ya Biblia, kitabu cha Watemo. Wakati unaangalia hapa, kuna kwenye kitabu kile cha Hadithi ya Biblia, kitabu cha Neo de Jehova, wale watemwe samani, wale washahidi wa Yehova, Jehovah Witness. Ukifika katika eneo hili, walikuwa wanaandika watu wakuu, watu hodari duniani, ndio title. Nakumbuka kipindi hicho zamani kabisa, mwaka 2007 2008 nilisoma hicho kitabu, watu hodari duniani. Na katika story yao ambao wanaleta hadithi ya Biblia, wao watemwe au washahidi wa Yesu Kristo wa Jehovah Witnesses, walikuwa wana state wakisema ya kwamba zamani za kale wa malaika walitumwa kutoka mbinguni. Kwanza kufika hapo, walisema mambo haya ambayo tunayaona ambayo yaliumbwa, Mungu katika kitabu chao, Mungu hakuumba yote. Kuna wengine waliumba haya mambo, kama vile wakaleta mfano kama vile nyota. Mungu eti hakuumba nyota, ni mwingine aliumba nyota ambaye alisadiana na Mungu katika kazi ya utendaji ya uumbaji. Watemwe washahidi wa Yehova ama Jehovah's Witness ndio wanasema. Walipofika hapa, wakaanza kufundisha uongo juu ya verse hii, ambao pia makanisa mengine wanafundisha uongo hata leo, wa Pentecost na wengine. Wanasema ya kwamba mbinguni wa malaika walikuwepo mbinguni, wakatumwa kuja kwenye lindo zamu. Walipokuja kwenye lindo ya kuna zamu ya kuchunga wanadamu, wakaangalia wanadamu ambao ni wanawake, ni warembo. Na kwenye kitabu chao walikuwa wanaweka wanawake wako kanatoka kwenye kisima fulani, wako wanajifunga kimavazi. Jua kama unakumbuka hadithi yote, wanajifunga vitambaa vitu kama hapa hivi ya kwamba anatoka kuogelea. Na maana hiyo ndio iliyowafanya wa malaika kufanya nini? Hiyo ndio iliyowafanya wa malaika kuwatamani au wanawake. Wa malaika wakapiga wakawachukua kila mtu mmoja wake, na wakati wanachukua kila mtu mmoja wake, wakafanya nao mapenzi na kuwarilisha na kuwabebesha mimba na kuwazalisha watu hodari duniani waliozaliwa na malaika. Unaona haya mafundisho hata leo hao washahidi wa Yesu wa Yehova wanayafundisha. Makanisa mengine yanayojidai ni ya Wakristo ama ya Kipentekoste, ya Kiprotesta, wanayafundisha ya kwamba ndivyo ilivyokuwa. Ndio maana hao malaika wakaasi. Walipojaribu sasa kurudi mbinguni, Mungu akafunga mlango wa mbinguni, kwa hiyo hawakuweza kuingia, wakaasi, wakaambatana na shetani nao. Lakini ni uongo. Kwa nini ni uongo? Si ndio hivyo? Hauwezi ukasema ni uongo bila kuonyesha. Ni uongo kwa sababu Yesu ameleta statement, ameleta mafundisho ya kukataa katika kiyama, katika ukiroho hakuna kuzaana. Na malaika ni viumbe ambavyo haviwezi kuabudiwa. Ili linalowezekana ndio kila mtu anajua. Uwezo kuabudu malaika. Nikisema shetani na mashetani wengine huko, nikisema Magabrieli na Gabrieli na wengine huko, wa malaika yoyote aliyeko mbinguni na chini ya mbingu aweze akafanyia nini? Akaabudiwa, kwa sababu ni viumbe ama ni watu ama ni watu Mungu ameumba katika ulimwengu huo kwa ajili ya kufanyia yeye kazi. Sawa Sasa ukisoma katika Biblia, katika kitabu cha Mathayo, twende Mathayo sura yake ya 22, tukisoma mstari wake wa 30 tu. Mathayo 22
na mstari wake wa 30 utatufundisha na kutufunulia mengi juu ya malaika. Tutasoma 30 yake, anasema hivi. Mathayo 22 mstari wake wa 30 anasema hivi: kwa maana katika kiyama hawaowi wala hawaolewi. Hapa ni sisi ambako tunatoka katika dunia hii, tunakufa, tunaingia katika ulimwengu wa roho, si ndio hivyo? Wengine wanaenda mbinguni, wengine wanaenda katika moto. Katika kiyama hawaowi hawaolewi. Sawa. Ukiingia mbinguni hautaweza kutamani kuoa ama kuolewa katika kiyama. Sikiliza, Yesu ndio anasema hapa. Watemo de Jehova na makanisa mengine wanasema malaika walioa na wakazaa. Tutajua malaika ni nani haswa. Anasema kwa maana katika kiyama hawaowi wala hawaolewi, bali uwa kama malaika mbinguni. Kumbe malaika wafanye nini mbinguni? Hawawezi wakaoa mbinguni, hawawezi wakaolewa mbinguni malaika. In fact hakuna malaika mwanamke. Hayupo. Kisema mimi nimekutana malaika mwanamke, hayupo. Yeyote aliyeweza kuona malaika wanachukua form ya mwanadamu anaoitwa mwanaume. Na kama vile Mungu alivyokuja duniani akachukua fomu ya mwanadamu inayoitwa nani? Mwanaume. Ya mbinguni kike na kike avipo huko, ya kwamba nimekutana malaika wa kike, hayupo. Kwa hiyo kama malaika hawaowi na wazai na hawawezi wakafanya hamu yoyote ya tendo la ndoa, ina maana kuja kwao katika kutulinda wa malaika waweze wakafanya mapenzi na wanadamu. Kwa sababu ili wapate hiyo hali tu ya kuwa hivyo, lazima wawe na kitu kinachoitwa feelings ya mwili. Wana ule mwili unaokuwa na hizo feelings za kutamani huko mbinguni, ni vitu ambavyo wanavielewa huko mbinguni. Basi wamekuja kukutana na wanawake wa binadamu, basi acha tuvifanye na wanadamu. Hawawezi wakaoa na hawana hiyo tamaa ya mwili malaika yoyote wa Mungu. Kuanzia siku ile ambapo Mungu aliumba mwanadamu na kumweka mwanadamu alindwe na malaika, hadi leo na hadi siku atakapokuja Yesu Kristo, malaika hataweza kutamani mwanamke, kwa sababu naenda chumbani kwako kwenye dushi na malaika anakukutana na anakutokea na anasema nakupenda kweli kweli. Huyo sio malaika. Hicho ni kingine. Huyo sio malaika wa Yesu Kristo. Ni watakatifu. Kwa nini tena nasema watu wanaofundisha kwamba hapa waliozaliwa waliofanya mapenzi ni malaika wakifanya mapenzi na wanadamu? Kwa sababu Ufunuo huko mbinguni hatutakwenda kuzaa. Ufunuo anatuambia hivi. Ukisoma Ufunuo sura ya 21, hata anasema tazama nimeyafanya mambo yote kuwa mapya. Ikiwa sisi tuliokuwa hapa tutakwenda kukaa hivi tulivyo. Ufunuo 21 mstari wake wa 5 anatuambia hivi: na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema. Ufunuo 21 mstari wa 5. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Si uongo. Kwa hiyo tutakapotoka hapa duniani, unaelewa, tutakuta mambo yako mapya. Mambo ya mme na mke hayatakuwa mbinguni. Mambo ya baba na mtoto wake pale hayatakuwa mbinguni. Hayatasema ya kwamba baby tumefika mbinguni sisi wawili. Ndio basi ni wakati wa kukumbushana ya duniani. Unajua nilikupenda, nilikutamani na wewe ni kiwango tokea duniani. Basi tufanye haya kama tulivyokuwa tunafanya duniani. Hakuna kufanya tendo la ndoa mbinguni. Hakuna dada na kutamani mbinguni. Hakuna kufa mbinguni. Hakuna kulala mbinguni. Hakuna umaskini mbinguni. Hakuna bahari ya Ocean Atlantic hii, Ocean India, Ocean Pacific. Havipo. Hakuna naenda Afrika, hakuna naenda Amerika. Havipo. Hakuna naenda shule kusomea PhD fulani. Havipo. Amefanya yote tunayaona, hatutayaona tena. Kwa hiyo hakuna mambo ya kuzaa katika kiyama.
Maana Ufunuo nani hapo akasema, wengine wakasema hivi, nataka muangalie vizuri, muwe makini na hapa. Ukikosa kujua sehemu ya kwanza, hata sehemu ya pili utaielewa. Wakasema ya kwamba wakati Mungu alipoyaona machukizo ya watu, wanadamu walivyofanya machukizo, akapunguza miaka ya wanadamu kuishi duniani. Ndio wanasema. Kwa hiyo Mungu akatoa watu kutoka miaka 1,000, 500, 700, watu wakapewa waanze kuishi miaka 120. Kumbe ni uongo. Na makanisa mengi na wachungaji wanasema nimetoka kusoma Biblia, niko na PhD ndani ya Biblia theology, nimepata certificate ya theology, nimepata diploma, nimepata kile, niko na cheti changu, najivunia cheti, lakini anachokuja kufundisha uongo katika madhabahu, kwa sababu ana roho wa Bwana wa kumfunulia. Hana nguvu, hana lolote, anasema uongo mbele ya kiti cha enzi. Hapa madhabahuni kuwa makini. Hapa waweza kanyonga watu na kuwaua. Hapa waweza kuwapatia watu uzima. Haleluya! Haleluya! Waweza ukaua mtu katika madhabahu, kushinda mwenye siasa, kushinda mchawi. Lakini waweza ukaponya watu kwenye madhabahu kushinda dokta. Kwa maana ukiwa na kweli ya Yesu Kristo, utaokoa nafsi zilizopotea, na watu wataokoka, na wataokoka juu ya hukumu ya Kristo. Haleluya! 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 Utaokoa watu kwa kweli peke yake. Kumbe miaka 120 siyo miaka ambayo tuliambiliwa sisi kuishi. Acha kwanza tuangalie katika Zaburi. Zaburi ya 90. Zaburi ya 90 mstari wake wa 10. 90. Zaburi ya 90, Psalm 90 verse 10. Zaburi ya 90 mstari wake wa 10 anatuambia vizuri, na yeye anasema hivi, tayari tumefika. Anasema hivi, siku za miaka yetu ni miaka 70. Unaona siku za miaka yetu. Haleluya! 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 Bwana majeshi amesema siku ya miaka yetu ni miaka 70. Na ikiwa tuna nguvu miaka 80 yani 80. 70 hapa ni 70. 80 ni 80. Ikiwa tukiwa na miaka na nguvu nyingi ni miaka 80. Lakini akasema na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mara. Kwa hiyo miaka 120 si kipimo cha kuishi kwa mtu ambacho Mungu alimpatia. Sawa Sasa ni nini haswa? Ndio tunarudi kwenye mwanzo tena. Ni miaka ambayo Mungu alimpatia mwanadamu. Ni kipindi ambacho Mungu alimpatia mwanadamu ili mwanadamu apate kutubu makosa yake. Sema amani kwa Kristo. Mungu aliwapatia nafasi, limited time, ya kwamba na wapatia miaka 120. Baada ya miaka 120 gharika itanyesha. Hiyo ni toba ambayo Mungu alipatia watu wa ulimwengu ule. Haleluya! Aliwapatia toba. Muda wa miaka 120 mama. Miaka 120 ya kwamba nawaonea huruma, sitawaua hivi mimi. Lazima kwanza niwapatie muda wa kutubu. Kila mtu ajichunguze katika mwenendo wake. Kila mtu ajiangalie katika njia zake. Kila mtu ajitambue yeye ni nani katika ufalme wa Yesu Kristo. Mtapate kusema, Bwana nimetenda mabaya, naomba unisamehe. Bwana nimetenda maovu, naomba unioshe na damu yako. Lakini walipopewa miaka hiyo, mwanadamu hakuweza kufanya chochote cha kukumbuka Mungu wake ya kwamba amekosa. Unaona miaka 120, it is a period time
kabla ya Mungu kuleta rafu yake, hukumu yake, hasira yake kwa wanadamu walioishi katika dunia. Maana Biblia inasema wakajitwalia wake kwao wana wa Mungu waliwaoa hao binti za wanadamu. Ni watu ndio waliotenda maovu hapo, sio malaika. Maovu yakatendeka kwa kuenenda katika njia zisizofaa, ambazo tamaa kubwa na dhambi kubwa ambayo inamfanya Mungu kushuka haraka na kuangamiza mwanadamu. Mwanamume kuoa mwanamume, mwanamke kuoa mwanamke, hizo dhambi, mauaji ya kimbari, hizo dhambi zamfanya Kristo kushuka haraka kuteketeza mwanadamu. Elewa hilo ambalo Bwana anakuambia. Haleluya! Akasema, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa ni miaka 100 na ngapi? Na 20. Akasema mwanadamu naye ni nyama. Tunataka tuone jinsi gani nyama anavyokuwa mbele ya mwanadamu aliyekuwa na akili. Na kwa nini mwanadamu Mungu amseme na wewe ni nyama? Kwa maana kuna mahali pengine Mungu anasema niliwaumba kwa ajili ya utukufu, sivyo? Utukufu wangu. Nijitwalie utukufu wangu kutoka nini? Kwa nini yeye aliyetuumba kwa sura yake, kwa mfano wake, aseme sisi tumekuwa ni wanyama? Unyama ama nyama unawakalisha tabia zisizotendeka, zisizoambatana na Yesu Kristo. Kwa maana nyama peke yake ndio anaweza katembea maziwa wazi. Nyama peke yake ndio anaweza kakaa kwenye kamera na kurekodi kamera inayorekodiwa uchi. Nyama peke yake ndio anaweza katoa mimba anavyotaka. Nyama peke yake ndio anaweza kazaa mtoto wake na kumla. Nguruwe anaweza kazaa 20 kala wote. Angalia hapa tabia za nyama. Nyama peke yake ndio anaweza kachukua mama yake na kufanya naye mapenzi, baba yake na kufanya naye mapenzi. Nyama hana baba, hana mama, hana kaka, hana rafiki. Nyama peke yake ndio anaweza akapewa chakula kwenye sahani, akatoa kile chakula katika sahani na kukiwekea chini na kuanza kulia chini. Nyama peke yake ndio anaweza akaja mbele yako na simama na baba yako mkwe, punda, bata, kuku wanakuja yako na kufanya mapenzi mbele ya baba yako mkwe. Nyama peke yake ndio anaweza kunyonyesha bila kufunika maziwa yake mitaani. Nyama ndio anaweza kufanya mapenzi mitaani. Nyama ndio anaweza kaonyesha sehemu zake za siri mitaani. Nyama. Kama mnyama anafanya hayo na wanadamu wanaambiliwa na wao ni wanyama, ina maana matendo ya mwanadamu ndio haya ambayo nilikwambia alikuwa anatendeka wakati wa Nuhu. Haleluya! Walifanya machafuko mbele ya Yesu Kristo na kuonyesha tabia za kinyama. Watu walitembea uchi, watu walifanya machafu, watu walifanyiwa vitu vichafu visiyoeleweka. Mungu akampatia utaishi, utadumu, utakaa na kupatia direction ya kwamba utaishi miaka 120. Ndo muula nimekupatia. Muula wa kutenda makosa yako ni miaka 120. Usipokumbuka mimi nitakutwanga, utapotea kabisa. Mstari wake wa 4 hadi 8 anasema, mstari wa 4 hadi 8 anasema hivi: nao Wanefeli walikuwako duniani siku zile. Hapo ndio wanasema hawa Wanefeli ndio walikuja kuzaa na watu wanafundisha sayansi tu. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia, wakasema wana wa Mungu ni wa malaika hapa. Wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Watu hodari, watu wenye sifa. Ukitaka kujua sana hapo, tumeexplain sana katika je malaika anaweza kazaa katika channel yetu ya YouTube. Hiyo somo utaikuta kule na utajua why tumesema hapa no. Lakini pia mstari wa 5 akasema, Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analoliwaza moyoni mwake ni mabaya tu siku zote. Mwana akasema maovu ya malaika hapo. Alisema maovu ya wanadamu jamani.
Ni wanadamu waliotenda machafu mbele ya nani? Ya Yesu Kristo. Bwana, mstari wa 6, mstari wa 5 akasema, Bwana akasema, mawazo ya mwanadamu yaliyomo ndani ya mwanadamu ni baya tu siku zote. Sio mawazo ya malaika, ya mwanadamu ni baya siku zote. Kwa hiyo kama ni baya siku zote, Mungu akasema nini? Bwana akagairi kwa maana kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kuwa nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema. Wakasema hivi, hao wana wa wanadamu waliochukua, hao binti za watu, hao wana wa Mungu waliochukua binti za watu ni malaika. Tena ndio anasema ni malaika walikuja wakawachukua. Mungu ndio akakasirika, akasema nagairi kumuumba mwanadamu. Lakini acha tuangalie Waebrania 1 anatuambia nini juu ya malaika. Nataka niweke hapa wazi ya kwamba malaika hahusiki na chochote hapa. Waebrania sura yake ya kwanza, Waebrania sura yake ya kwanza tusome mstari wake wa 14, wa 13 hadi 14. Anasema hivi. Waebrania, waraka kwa Waebrania sura ya 14, kusema 13 hadi 14. Inasema hivi, je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, hao wote si roho? Malaika ni nini? Roho itazana mwanadamu. Hao wote si roho. Malaika ni nini? Ni roho. Hawazai mbinguni wa malaika Bwana, hawezi kazaa. Hao wote si roho, watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakao rishi wokovu. Watakao fanya nini? Watakao rishi wokovu. Tusome tena katika kitabu cha Waebrania sura yake ya kwanza mstari wake wa 5. Waebrania sura yake ya kwanza mstari wa 5, tuangalia anasema nini. Kwa maana aliwaambia malaika yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, na tena mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Mwana hapo anaongelea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, lakini sisi tuliokubali Yesu Kristo tena tunaitwa nani? Watoto ama wana wa Mungu. Na tutaona, tuangalie katika Waebrania hapo sura yake ya pili mstari wa 5 hadi wa 8. Waebrania sura yake ya ngapi? Ya pili mstari wake wa 5 hadi wa 8 anasema hivi, maana hakuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunao unena, ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema. Daudi, Paulo ananukuu Zaburi ya Daudi hapa, akasema, mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hamjaona vitu vyote kutiwa chini yake. Ina maana anaongelea tutakavyorisi mambo yatakayokuwa katika ulimwengu unaokuja. Hawakuwapatia malaika kurisi ule nchi, bali watoto wake ndio wanaoitwa warisi. Hivyo ukifa una watoto wawili, sisi watoto wako watachukua urisi. Sisi ndio tunachukua urisi badala ya malaika katika siku zijazo.
Malaika nataka nikuonyeshe ni watakatifu na ni viumbe vinavyotii Yesu Kristo, na wawezi wakaiba wala kusema uongo. Ndani yao ni utakatifu kama walivyokuwa watakatifu na Mungu wao mtakatifu aliyewaumba. Hakuna kuzaana kwa malaika. Dhambi zilitendeka mwanadamu na mwanadamu. Ndio maana Mungu anasema mawazo ya mwanadamu ni mabaya, akamfutilia mwanadamu. Tusome andiko la mwisho ambayo hiyo Mwanzo. Turudi kwa Mwanzo. Nataka nisome hizo references ili watu waelewe ya kwamba malaika hakuhusika. Na kwa sababu ya hiyo malaika hakuhusika katika hukumu ile, basi aliyehusika na dhambi zake alikuwa ni nani? Mwanadamu. Na mwanadamu apate kujua ya kwamba asipokumbuka dhambi zake leo na kujitayarisha leo, pia atahukumiwa kama vile walivyohukumiwa katika nchi ya Nuhu. Biblia inasema Mungu akasema atamfutilia mwanadamu asipate kuwa katika uso wa nchi. Lakini katika hasira ya Mungu akasema hapana, kunahitajika kufanyike kitu. Kwanza mwanadamu apate information ya njia zake, afundishwe matendo yake. Ndio maana Biblia ikamalizia katika mstari wa 8, anasema ya kwamba Nuhu akapata nini? Neema machoni pa Bwana. Hiyo neema ya machoni pa Bwana ni Mungu kujifunua kwa Nuhu na kutaka kumwelekeza Nuhu kufanya kitu kitakacholeta wokovu kwa wale watakaogeuka kwa muda ule wa miaka 120. Sijui tunaelewana? Aliweka Nuhu fanya nini sasa? Safina. Ili wale watakaotubu katika muda huu wote wa miaka 120 wapate kuokoka kwa kuingia safinani. Ndo neema ikaja kwa wanadamu, wahubiriwe, tokeni katika ulimwengu, acheni matendo haya, njoo tujenge safina maana kutanyesha, Bwana asema. Njoo tujenge safina maana kutanyesha, Bwana asema. Njoo tujenge safina maana kutanyesha, Bwana asema. Njoo tujenge safina maana kutanyesha. Nuhu, ndiyo neema ya Nuhu na neno alilopewa Nuhu wakati ule, kuambia watu tuingie katika safina. Sikiliza haya maneno vizuri. Kuambia sisi wanadamu, ingieni katika safina. Ingieni katika safina. Ukisoma Mwanzo sura yake ya 2, Mwanzo sura yake ya 6, hiyo mstari wa 11 na hadi mstari wake wa 12, anasema vitu vizuri. Anasema hivi, anasema dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Kwa hiyo kumbe matendo yote ambao walikuwa wanafanya wanadamu, wakizani wanafanya matendo yao ya kujifurahisha na umalaya na utoaji mimba, mwanaume kwa mwanaume, mwanamke kwa mwanamke, akisawa kwa wanawake na wanaume, mwanamke anakuwa kama mwanaume ndani ya nyumba. Mungu anasema ni uharibifu umechafuka, umeonekana ndani ya dunia. Alikuwa na yaona yote, hakuna litakalofichika machoni pa huyu Mungu, hakuna. Wakati wao wanasema ni hekima hii, tunataka kuponya wanawake wetu, watoto wetu wasipigwe. Watoto badala yake wanakomaa wasiokuwa na elimu ya wazazi, wanakuwa kama wajinga misela katika mitaa. Wana elimu lakini hawana lolote cha kujenga community. Ni wahovyo, watapeli, wambea, wavutaji wa bangi. Lakini wana elimu lakini hawana akili. Haleluya Bwana. Machafuko yakaenea katika dunia. Machafuko yakatendeka kwa wanadamu, na Mungu akasema dunia yote imechafuka, yote imeharibika. Dunia yote imeharibika. Mstari wa 12 akasema, Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Kila mwenye mwili. Kila mwenye malaika ni nini? Malaika si ni roho. Na Mungu anasema kila mwenye nini? Matemo na wengine huku washahidi wa Yehova na wengine huku wanasema walifanya hivyo. Mafundisho na waharibu
makanisa na watoto wa Mungu akizani wako katika kweli. Anasema kila mwenye mwili, yani mwanadamu kama mimi, wakati huo akageuka kila mtu katika njia zake za umbea. Huyu malaya, huyu gay, huyu lesbian, huyu mwovu, huyu mbaguzi, huyu mbakaji, huyu zulumati, huyu muuaji, huyu bandia, huyu muongo, huyu anatembea uchi. Matendo yote mabaya ambayo nayaona yanatendeka na yakatendeka wakati ule. Mungu akasema sijafanya haya matendo mimi. Sijafanya haya matendo. Yametoka wapi? Imechafuka, imeharibika dunia. Mwanadamu amewaza sio kutokana na mimi. Kwa hiyo kuna lingine nitakalofanya tofauti na kuwahukumu watu wote wenye mwili katika dunia. Sikiliza maneno ya Bwana wako Yesu Kristo mtakatifu akitie katika kiti cha enzi, akakasirika kwa sababu ya matendo machafu yaliyotendeka katika dunia wakati ule. Haleluya. Haleluya Bwana. Dunia imeharibika. Sikiliza maneno ya Yesu. Mstari wa 13 napenda hapa sana. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. Unasikia? Kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya nchi uamvinje. Fanya na vyumba ndani ya safina, ukafunike ndani na nje kwa lami. Unaona Mungu tayari alishawapatia wanadamu muda wa miaka 120. Hakuna ambaye alitubu. Nuhu alitembea labda mitaani, anapiga jamani, Mungu anasema kutanyesha mvua kali. Jamani, Mungu anasema kutanyesha mvua kali na yote mwenye mwili atakufa katika dunia. Njoni tujenge safina ili tupate kuingia ndani ya safina tupate wokovu. Wakati ule kilichokuwa ni wokovu na tumaini pekee ni nini? Ni safina. Hakuna mlima, hakuna mti, hakuna mtu, hakuna yeyote ambaye angeweza kuokoa tofauti na kupata wokovu ndani ya safina. Njoni tujenge safina. Naenda kwenye msiba, anawaambia watu njoni kwenye safina, njoni kwenye safina tukate mti wa mvinje. Bwana ananyesha mvua, Bwana atanyesha mvua. Miaka 100 imefika, miaka 110, miaka 119 na wiki 5 hivi. Mungu akaona wanadamu wameweka mioyo kuwa migumu, akamwambia mwisho umefika. Kumbe twaweza kuzani tukutania na dhambi duniani. Tukizani tuko katika ile hali iliyoingia dunia, kupenda kufanya matendo ya dhambi na kuishi kama wajanja duniani. Mbinguni inasema nini? Mbingu anasema mwisho umefika. Mwanadamu asiyejua kesho. Haleluya. Mwanadamu asiyejua kesho ndio maana anaitwa nyama. Wewe unawaza juu ya kuoa mwanaume mwenzako, juu ya kuoa mwanamke mwenzako, juu ya kuiba sadaka, juu ya kuiba zaka, juu ya kumtusi mchungaji wa Mungu. Mbingu inasema mwisho umefika. Hakuna wakati tena. Wewe unaingia katika njia zako za umbea, unaingia unachukua kibunduki, kisu, kishoka, unakaa eneo za giza ili atakayepita pale Mungu uchukue mali yake. Mwisho mbingu imeshatika, hukumu imeshatolewa mbinguni. Hukumu imeshatolewa mbinguni. Na hapa watu wanatembea, Rais Trump, Rais Magufuli, Rais Tshisekedi, generali fulani. Mbingu inasema mwisho wa mwanadamu umefika. Waliojua siri hiyo wakati wa Nuhu ni Nuhu peke yake aliyekuwa na connect na Yesu Kristo. Jiconnect na Yesu Kristo ujue majira na nyakati unamoishi kama ni nyakati za mwisho. Anaambia walio kwake, haleluya, ya kwamba ni nyakati za mwisho, kali chonjo. Vitatokea vichafu na vichafu kuja kuharibu hata wateule. Amesema hiyo. Haleluya. Wakati watu wanaenda kufanya umalaya, mbingu imeshatiki ya kwamba mwisho wa mwanadamu umefika. Mwisho, hukumu imeshatolewa, hakuna samaha. Mbinguni walishamaliza kikao, kila kitu mbinguni, kila kitu kimeshakufa. Ni kama wakati wa Ahabu baada ya miaka 3 ya kimya,
Mbingu katika miaka mitatu ya kimya, mbingu ilikuwa inakaa Ahabu atakufaje katika dunia. Sawa Malaika kishetani kipepo kasema kikaleta uongo ya kudanganya manabii wa Ahabu. Lakini vitu vilivyofanya malaika wa uongo ama pepo wa uongo, hajaleta uongo, alitumwa na nani? Na Kristo, kwamba nenda umwambie uongo kwa sababu kifo chake kimeshafanya nini? Kimeshakufa, kimeshafikia hapa dunia, hapa mbinguni. Hatunjui kama ni yuko hai tena huko duniani. Tunahitaji sasa uende ukamilishe. Wakati Ahabu anapanda sifa na kukataa maneno ya Yesu Kristo hapa duniani, mbinguni imeshatiki kifo cha Ahabu. Hata kwenda vitani na apigwe huko ili neno la nabii wa Mungu litimie. Sema amen kwa Kristo. Haleluya! Oh, Yesu Kristo ni Bwana. Ahabu alizani ni mizaa, Anania na Mikaya kwamba ukienda na kurudi hakika yaenda kuwa mimi sijaongea na Mungu. Akaenda kula kawa kwanza kutundikwa na Waisraeli wakakimbia. Mwisho wa Ahabu kafika. Kuna wengine wanajisumbua katika dunia na kujiona ni watu maarufu, lakini kesho ndio mwisho wao. Tengeneza leo. Leo ni siku ya matengenezo. Miaka 120 walipewa wenzetu, lakini hakuna mtu aliyetoa toba. Hakuna aliyejutia. Hakuna aliyeogopa. Hakuna aliyesema nimeenda Mungu akasema mwisho umefika. Mwisho umefika. Sitakubali ni yaoneone haya na mimi nikae na mimi na uwezo wa kuamaliza. Unaona ukisoma Mungu akasema nitaifutilia dunia wanadamu pamoja na dunia. Nataka nieleweshe hapa vizuri. Wakati ule Mungu aliposema nataka niondoe mwanadamu pamoja na dunia, Mungu hajaongelea dunia hii ambayo tunaikanyaga ya miti na vingine na milima. Sawa Nataka watu waelewe hapa. Kwa maana dunia ile kilishoondolewa ni dunia ingine na sio hii ya miti. Safina baada ya maji kuisha, uliona safina ilisimama juu ya mlima, si ndio hivyo? Ikiwa na maana milima ilibaki, mawe yalibaki, kila kitu kilibaki. Watu walipotoka katika safina, Nuhu akaenda kakata miti, akatolea Bwana sadaka, si ndio hivyo? Pia baadaye akajenga safina, akajenga madhabahu, si ndio hivyo? Mungu hakusema kwamba anaanza kutengeneza udongo mwingine. Lakini mbona Mungu anasema naondoa mwanadamu na dunia? Dunia ni nini ambayo inaongelewa hapa? Ambao ni mfumo ambao wa shetani, matendo machafu na dhambi walizokuwa nazo wanadamu wakati ule, ambayo mwanadamu na dhambi zake zitaondolewa na kutupwa wapi? Ndani ya maji. Lakini milima ilibaki. Tofauti na kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 11 hadi 16 hadi 17 nisema. Ukisoma Yohana wa kwanza Yohana wa kwanza, yeye anatuambia kuwa uharibifu wa mambo yote mawili, ufumu na dunia ya asili. Anasema hivi, Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wake wa 15 hadi 17, anasema hivi. Anasema hivi, acha tusome hapa. Msipende dunia wala mambo yaliyomo ndani katika dunia. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Anaongelea dunia mbili hapa. Kuna dunia hii ambayo nawaambia physical, ambayo hii miti, milima, hiyo ni dunia ambayo ulimwengu ambao Mungu aliumba. Yohana sura ya kwanza sura ya 2 na mstari wake wa 15 hadi 17. Unaona hapa akasema dunia inapita pamoja na tamaa zake zote. Hizo tamaa hizo ndio mfumo wa dunia ambao wakati wa Nuhu Mungu alisema ni dunia ambayo ataiondoa, lakini wakati ule hakuondoa milima. Milima ilibaki. Ndio maana baada ya maji kukauka kulikuwa na udongo pale na watu wakatoka na safari ilikuwa juu ya mlima. Hapa anaongelea kuondolewa kwa mfumo wa kishetani
kuondolewa kwa mtu anayetenda ufumu wa kishetani, dhambi za kishetani, na pia ulimwengu huu tulio nao utaondolewa. Huo ndio tofauti wa verse 2. Hapa anaonyesha jinsi Mungu atakavyomaliza yote, miti, wanadamu na matendo machafu, kila kitu kuondolewa. Lakini wale watakaoishi katika neno hawatapita, maana kuna mahali Mungu amewaandalia wao kuishi. Sasa akasema hivi katika kitabu hichi cha Mwanzo, anza kujenga safina Nuhu. Tulishia Mwanzo 6, tunafika mstari wa 15. Anza kujenga safina Nuhu, mstari wa 15. Mwanzo 6 mstari wa 15 anaanza kumpatia Nuhu information jinsi ya kujenga safina. Si ndio hivyo? 15 anasema hivi ndivyo utakavyofanya mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake. Ndivyo utakavyofanya Nuhu. Na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanyie safina mwangaza. Ndani ya safina kulikuwa nini? Kulikuwa mwangaza. Ukaimalize juu kiasi cha mkono mmoja. Ukaitie lango wa safina katika ubavu. Tunaona mwangaza, tunaona ubavu wake, sawa eh? Ubavu wake. Ukaifanyie dari 3, ya chini, ya pili na ya 3. Tumeona wangapi hapo? Wa Mungu wangapi hapo? Ambao wale wanaosema Mungu wa Mungu ni watatu. Safina iko na dari 3, lakini bado ni safina ile ile. Mungu yuko na dari 3. Mungu Mwana, Roho Mtakatifu na Mungu Baba, lakini ni Mungu yule yule. Tunataka tuone safina kama ni Yesu. Safina ni nani tunaojifunza leo? Haleluya! 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 Bwana ni mwaminifu. Haleluya Bwana. Tunataka kuona juu ya safina, tujue huyo safina ni nani. Kwa maana wakati ule hakuna chochote kilicholeta utakatifu tofauti na safina. Katika safina ndio mliingia utakatifu wa kila aina. Wanyama wangapi? Wawili, mume na mke wa kila namna. Hamkuingia malaya kule. Ndio mlianza utakatifu. Back nyuma uko Nuhu akafundishwa utakatifu, jinsi gani watu wanatokiwa kuingia katika safina. Na wanapoingia katika safina watakuta mko nini? Mko light, mko mwangaza. Mko mlango uliowekwa katika ubavuni. Na tutaangalia safina yetu, katika safina yetu ya sisi ni kitu gani kilichotobolewa, mahali gani palipotobolewa, ili tulinganishe safina ile na hii ya leo, kwamba ni kitu kimoja ama mtu mmoja. Sema amen. Unaona eh? Weka, akasema ukaifanyie dari 3, dari ya chini, ya pili na ya 3. Na tazama nitaleta gharika. Akamalizia sasa, ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Mungu anahakikisha kufa kwa mtu. Kilichofanya yote Mungu kuweka hasira ni maovu, si ndio hivyo? Kitakufa, lakini nitafanya agano langu nawe. Ukuwa thabiti nawe, utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe, na katika kila kilicho hai chenye mwili, wawili wa kila namna utawaleta ndani ya safina kuwahifadhi pamoja nawe, wawe mume na mke, katika vyote virukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya nyama kwa jinsi yake, kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Wawili wa kila namna watakuja kwako, ili uwahifadhi, ukajitwalie chakula na chakula cha kila namna kitakacholika, ukakusanye nacho kitakuwa ni chakula chenu na chao.
ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, vivyo hivyo ndivyo alivyofanya. Sikiliza maneno. Ndani ya safina ili uingie kulikuwa tu si kwa sababu wewe ni nyama tu, ama si kwa sababu wewe ni mwanadamu. Kwa wanadamu, cha kwanza wapate kujenga safina, si ndio hivyo? Wakubali ule wito, ile injili ya Nuhu, njoo tujenge safina, kwa maana kutanyesha mvua, na hiyo mvua itatesa wanadamu, itawaua wote wenye mwili. Njoo. Cha kwanza umekuwa qualified kwa kusikia injili hiyo, na wewe ukachana na dhambi, ukasema nakataa yote, naacha mke wa pili, wa tatu, wa nne, wa saba, naacha pombe, naacha kile, nafuata safina ya Nuhu. Wakati huu Biblia inasema ya kwamba utakapokubali utapata nafasi ya kuingia katika safina. Sawa Lakini katika kuingia safina kwa wanadamu, awe mke mmoja na mme mmoja. Tunaangalia utakatifu zamani. Ndio maana utakatifu ni message ya Mungu tokea awali kabisa. Tuko mwanzo wa kwa Biblia hapa. Mme mmoja, mke mmoja, yani walioana sahihi ndio wanaitwa mme mmoja na mke mmoja. Njoni kwa wanyama, mme mmoja, mke mmoja, uje nao na uwapatie na chakula. Katika ndani ya safina tumeona mwangaza, tumeona mlango umewekwa bavuni, tumeona safina iko na dimension, iko na dari tatu, tumeona ndani ya safina kuna chakula. Katika mwangaza, Yesu Kristo ni nani? Si ni nuru? Ndo anasema katika kitabu cha Yohana 1 mstari wake wa 7 ule kushuka, anza tu wa 5 kushuka hapo chini hadi wa 8, utakuja kuona mambo ya nuru pale yanaongelewa. Yeye hakuwa ile nuru, bali alikuja kuitangaza ile nuru. Unaona Bali kulikuwa nuru alisi duniani. Kwa hiyo Yesu Kristo ni nuru tayari, inapatikana wapi? Ndani ya safina. Akasema ubavu wake utakuwa na mlango wake utakuwa katika ubavu. Tuangalie Yesu Kristo alipokuja ni mahali gani ambako palitobolewa ili wokovu upate kuonekana. Tusome kwanza katika kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana kitatuambia vizuri. Yohana sura yake ya 19. Yohana sura yake ya 19. Yohana 19 na mstari wake wa 34. Yohana sura ya 9 na mstari wake wa 34. 19:34 Yohana anatuambia nini? Anatuambia mazuri, anasema hivi: lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Wapi? Katika nini? Katika ubavu. Mlango wa safina ulikuwa katika nini? Katika ubavu, ili wapate kuuona wokovu. Bila hiyo damu kumwagika katika ubavu, watu hawawezi wakapata wokovu kutoka kwa Yesu Kristo, kwa sababu damu ndo inaondoa nini? Inaondoa dhambi, na maji yaliyotoka ndo ubatizo ambao Yesu Kristo alituletea kwa maji mengi. Sasa haya yasingekuja kutoka katika ubavu, tusingeweza kuingia ndani ya Yesu Kristo na kukaa ndani yake. Kwa maana anasema kaeni ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu, si ndio hivyo? Na ili wale wapate kuweza kupata nafasi katika safina, ilibidi na wao wapite katika ubavu wa safina. Sema amen kwa Yesu Kristo. Na wao ilihitaji washuke kabisa, waingie katika ubavu wa safina ili wapate wokovu. Watakapoingia katika safina, kuna kila kitu kimeshakwisha. Maisha na wokovu unapatikana, na ndivyo ilivyokuwa wakati wa safina. Nuru, mvua ilinyesha, watu wakalia, watu wakapanda juu ya miti, watu wakapanda huko na kule, lakini wokovu ulikuwa kwa wale walioingia peke yake, ambao hawakuweza kupitia kukubali kufa kwa Yesu Kristo, ambako kuliwekwa kama mfano pale. Hawezi kabisa, hawakuweza kuingia. Akasema dari tatu katika safina. Dari ya kwanza, ya pili na ya tatu. Mungu amejitambulisha kwetu kwa mfano ya kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu atakuja, ambaye ni safina ile ile na ni Yesu yule yule. Hakuna haja kuabudu watatu.
Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hakuna safina, ni dari tatu tu peke yake. Ya kwanza Mungu Muumba, Roho Mtakatifu, Mwana, basi imeishia hapo. Lakini ni safina moja, yote ina lengo la wokovu, kuwaleta watu kutoka katika dunia wapate kuokoka. Ndio maana Yesu Mathayo akasema, enendeni duniani mkafanye mataifa wote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la nani? La Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Safina ile tu ambaye ni Yesu Kristo peke yake. Basi hakuna lingine. Tumeona Kristo amechubuliwa ama kutobolewa ndani katika ubavu. Kingine, watakapoingia watapata wokovu, si ndio hivyo? Kwa maana mvua inanyesha, watu wakimbilie safina wapate wokovu. Mvua ni majaribu, hukumu ya Yesu Kristo iliyokuja kwa nani? Kwa dunia. Ili kuepukana na hukumu ya Yesu Kristo wahitaji kuwa mtu wa nani? Wa Yesu Kristo. Yesu Kristo hukumu walio wa kwake. Yesu Kristo ana hukumu walio waasi. Ana hukumu wabaya. Ili uokolewe akaingiza safina, Nuhu na familia yake wote wakaingia. Wanyama wakaingia. Mvua ikapiga wasiokuwa haki. Katika safina wakapata nini? Wokovu. Wakapata kingine mwangazo ulikuwepo pale. Katika kingine wakapata na chakula. Hasa kwanza tumalizie kwa verse hii ambayo Yohana ametuambia. Yohana sura ya 10 mstari wake wa 9. Yohana sura ya 10 mstari wake wa 9 anasema hivi: mimi ndimi lango. Waliingilia wapi? Katika safina. Mlango katika mbavuni. Mimi ndimi lango, mtu akiingia kwangu mimi ataokoka. Aliingia ndani ya safina, alifanya nini? Aliokoka. Kuwa na mimi niwaangalia tena na pepa. Alikuwa na safina, aliingia kule, aliokoka. Nuhu aliokoka. Wale kazi wa Nuhu waliokoka. Wasimba, wadubu, wanyama wote waliokoka. Yesu Kristo anatuambia sisi leo, mimi ndo ile safina ya zamani iliyoleta wokovu wakati wa Nuhu. Aliyekubali mimi wakati ule alipata chakula ndani yangu, alipata nguvu, alipata wokovu. Anasema mimi ndo ile lango. Sasa mtu akiingia kwangu atafanya nini? Ataokoka. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka. Kuingia na kutoka, Yesu Kristo anaonyesha usalama, afya, uzuri, nguvu ambazo Yesu Kristo amewapatia watoto wake. Ukiwa ndani yake utetemeshwe na hukumu yoyote itakayotoka mbinguni. Akasema kingine hapa, akasema ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Kwa hiyo utalishwa kama vile watu walioingia ndani ya safina waliokutana na malisho. Safina ile ya zamani wakati ule wa Nuhu, Yesu Kristo kwetu sisi leo, ambaye wote waliokubali injili la Nuhu, ambaye Nuhu na familia na wanyama walipata wokovu kupitia safina na mafundisho yale matakatifu. Katika safina mkuingia wanyama watatu waliokuwa na wake wawili, waliokuwa na wake watatu. Walikuwa utakatifu. Wanyama hawakuwa na chui. Kondoo na simba walikaa eneo moja. Mbwa mwitu na chui eneo moja. Tembo na wanyama wengine wakali walikaa eneo moja. Kila nyama aliacha tofauti zake. Ndio maana wakaingia katika safina. Na sisi tunaalikwa na safina iliyojifunua kwetu kwa wazi, haitwa Yesu Kristo. Kila amwaminie haji anywe maji ya bure. Kila asikiaye sauti haji. Kwa nini Yesu amejifunua? Kwa sababu ipo siku mwisho wa mwanadamu utakuwa katika ulimwengu. Historia, hadithi ya mwanadamu itapotea, haitaonekana katika ulimwengu. Kama wenzetu walivyoishi katika muda wa miaka 120, na sisi tunaishi katika muda ambao Bwana ameutenga kwa ajili ya kuja kuchukua walio wake na kuangamiza dunia. Tengeneza leo. Mwambie Mungu, nimetenda mabaya, nitakase na damu yako Yesu Kristo, unioshe. Amen. Nitaingia.